Karibu kwenye Mafia TV. Kama ndio mara ya kwanza unafuatilia, tafadhali usisahau kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe mmoja mwanafamilia wa kufuatilia yale ambayo tunaweka hapa kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo. Na taarifa ambayo ninayo wasaa huu hapa ni kuhusiana na Pape Sarko, ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao wamewahi kuwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, na taarifa ambazo zinaendelea kuzagaa ama kuzungumzika ndani ya kikosi cha Msimbazi baada tu ya mkataba ambao uliweza kuingia kwa ajili ya kufanya usajili wa wachezaji wa kimataifa pamoja na ujenzi wa uwanja. Lakini wapo kwenye mazungumzo na kiungo mshambuliaji wa Raja Casablanca Pape Sarko, ambaye amewahi kuichezea Simba kabla ya kwenda Ufaransa. Taarifa za ndani zinaeleza huenda msimu ujao akarejea Msimbazi kuchukua nafasi ya Joshua Mutale. Ukimtazama Joshua Mutale, nafasi ambayo amekuwa anaipata ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ni hairidhishi kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ukikumbuka namna ambavyo Pape Sarko amewahi kuhudumu ndani ya Msimbazi, ni kama ana deserve kurejea, lakini huna uhakika na kiwango ambacho pengine anaweza akawa nacho pindi atakaporejea. Pape Sarko, Joshua Mutale, yupi bora kwa upande wako na kwa nini? Kwangu ni viungo bora wote wawili kwenye eneo la ushambuliaji, na ni viungo ambao utawategemea kwa msimu mzima, wanaweza wakakuofa kile ambacho unakihitaji. Lakini kwa Joshua Mutale siwezi nikampa nafasi kubwa ya kuendelea kusalia Simba kwa sababu bado hajadhihirishia umma kwamba ana performance nzuri ya kuridhisha. Tangu ametua Simba hajafikisha idadi ya magoli 7 ambayo watu wengi walikuwa wanatamani kuona pengine ni ingizo ambalo lingekuwa na faida kubwa kwa upande wa kikosi cha Simba. Lakini unapomzungumzia Pape Ousmane Sarko, aliondoka Simba akiwa tayari ameshafunga zaidi ya magoli hadi 10 ambayo ni kwa msimu ndani ya kikosi cha Simba. Aliondoka akiwa kama nyota. Simba waliamua kumuuza mchezaji kwa sababu alikuwa kwenye performance ya hali ya juu. Na siku zote tunajua biashara ya mpira ipo na inazungumzika, na mchezaji anapokuwa na performance ya kuridhisha, kuna vilabu vingine vinakuwa vinahitaji huduma yake na nyinyi mnaamua kumuuza kwa ajili ya kunufaika, kwa ajili ya kupata pesa. Jambo ambalo limekuwa na tija na faida kubwa kwa upande wa kikosi cha Simba kwa sababu wao walimuuza mchezaji na wakanufaika. Lakini ukimwangalia Mutale hajawa na performance nzuri tangu tumeanza msimu 2024-2023. Katika michuano ambayo amekuwa bora na watu wamemuona akiwa anafunga ni michuano ya CRDB Bank Federation, ambayo tumemuona akifunga katika michezo miwili ya mwisho ambayo Simba amecheza. Mchezo ambao Simba amecheza wa mchezo wa mwisho, mchezo ambao alicheza mchezo wa mwisho ambao alicheza dhidi ya Mbeya City, tumemuona Mtale akifunga. Lakini mchezo ambao ulipita zaidi tuliona akiwa amefunga tena. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye katika michuano ya Federation ndio michuano ambayo amefunga. Ni kama unasema ameshindwa kuwa na ubora ambao watu walikuwa wanatamani kuona kwa kila siku zinavyozidi kwenda. Lakini ni kutokana na ufinyu wa kutokupata namba ndani ya kikosi cha Simba ndio umepelekea watu kutokumuona amekuwa bora. Na mchezaji ili apate namba kwenye kikosi cha chochote kile ambacho anakwenda kucheza, iwe ni cha Simba, iwe ni cha Yanga, iwe ni cha Azam, iwe ni cha Singida, iwe ni cha Dodoma Jiji, lazima uanze kufanya vizuri kwenye viwanja vya mazoezi, ambapo mwalimu anaanza kukuhesabu na kukuangalia kama unafaa kwenye mipango yake ni kwenye kiwanja cha mazoezi. Mutale ameshindwa kuonyesha hicho kwenye viwanja vya mazoezi. Naamini hivyo kwa sababu gani? Sababu hajapata nafasi za kucheza, hajapata nafasi kadha wa kadha kuendelea kuonekana kwenye viwanja Simba ambavyo anashuka kwa ajili ya kutafuta alama. Kama mchezaji hapati hizo nafasi za kucheza wakati timu yake ikiwa inacheza, maana yake moja kwa moja kuna vitu ambavyo anavifanya kwenye viwanja vya mazoezi haviendani sawa na vile ambavyo mwalimu alikuwa anamuelewesha au pengine anamfundisha. Na unaanza kumhesabu mchezaji kwa aina ya idadi ya magoli ambayo amefunga, lakini work rate yake uwanjani katika michezo ambayo amekuwa akicheza, pengine hata asipofunga, lakini mjumuisho wake uwanjani amekuwa na touch za aina gani, ametengeneza nafasi ngapi, lakini amekuwa na muendelezo gani wa uwanja kila baada ya michezo ambayo amekuwa amepata. Kwa Mutale imekuwa ni ngumu kuona akiwa na meremeta na kikosi cha Simba katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania
Tanzania bara. Wengi walitegemea makubwa zaidi, lakini ameshindwa kuyafanya hayo. Usajili wa Osman Pepe Sako ni usajili ambao kwangu naamini utakuwa ni usajili wa manufaa. Licha ya kwamba alishacheza Simba akaondoka, lakini wanaongeza watu ambao ni tija kwenye kikosi chao ambacho wataweza kuwafikisha mbali kwenye michuano mikubwa. Unapomzungumzia Elie Mpanzu, unamzungumzia Pepe Osman Sako. Ni wachezaji wawili ambao wana sifa mbili tofauti, na ni wachezaji ambao wako kwenye daraja moja. Yani ni wachezaji wawili wenye sifa mbili tofauti, lakini wako kwenye daraja moja, lakini wanapishana kwenye aina ya vitu ambavyo wanavifanya uwanjani. Kwa hiyo nategemea kuona utofauti mkubwa pindi ambapo Simba watakamilisha usajili wa Pepe Osman Sako kutoka Raja Casablanca. Sabuni aina ya kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kufunga, anaweza vile vile kutengeneza nafasi, anaweza kuzuia. Kwa hiyo anaitengeneza timu ambayo itakuja kuwa na washambuliaji hatari, kwa sababu ukiangalia Simba sasa hivi wana faida ya kuwa na aina ya wachezaji tofauti ambao wako kwenye daraja tofauti. Unapomzungumzia Mkwala ni tofauti na Leon Ateba. Ateba yupo kwenye daraja la kufunga, lakini vile vile yupo kwenye upande wa timu ikiwa ina posesi mpira, unaona umuhimu wake. Yuko kwa Mkwala timu ikiwa inahitaji matokeo na inatengeneza nafasi, ndipo ambapo utakapomtumia Mkwala, kwa sababu anakuofa vitu vingi sana kwenye upande wa kufunga, upande wa kuzuia. Ni mtu ambaye anasogea kwenye eneo la timu pinzani, ni mtu ambaye anajua namna gani ya timu kufunga, ni mtu ambaye anajua timu inahitaji nini wakati huu inahitaji nini. Nafasi ambazo zinatengenezwa unaona anazipachika. Kwa mfano ukirejea kwenye katika mchezo ambao Simba alicheza dhidi ya Al Masry, mchezo mmoja tu ulitosha kuonyesha kwamba ni aina ya mchezaji gani. Rejea mchezo wa Coastal Union, nafasi zilitengenezwa 3 akazitumia. Mchezo wa Tanzania Prison, mchezo nafasi moja mtu akatumia. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye anapopata nafasi hana muda mwingi, hajawa na muda mwingi wa kucheza kwenye kikosi cha Simba, lakini nafasi chache ambazo amezipata kwenye ule muda ambao amecheza amekuwa akizitumia ipasavyo. Kwa hiyo ni wachezaji ambao hawa wataenda kuwa lulu sana kwa mashabiki wa Simba, na watakuwa lulu zaidi kwa upande wa kikosi cha Simba kutokana na ubora ambao wapo. Ubora unapomzungumzia Mpanzu, unapomzungumzia Sako, unapomzungumzia Ateba, unapomzungumzia Mkwala, ni wachezaji ambao unao kwenye timu yako, huku ukijua kwamba lazima kila dakika inavyozidi kwenda kuna kitu kikubwa ambacho wanakiongeza kwenye timu. Kuna kitu kikubwa ambacho wanakitengeneza kwenye timu, na timu inakuwa na matokeo ya kuridhisha, na matokeo yale ambayo mashabiki walikuwa wanahitaji. Lakini mwalimu unakuwa na faida ya kuchagua mchezaji ambao utatamani kuanza naye kwenye timu, mchezaji ambao utatamani kutengeneza timu yako kutokana na aina ya quality, aina ya ubora ambao wanao, aina ya uchezaji wao, aina ya jinsi ambavyo umeandaa timu yako kwenye viwanja vya mazoezi. Unaandaa viwanja vya mazoezi, unaandaa program zako kwenye viwanja vya mazoezi ukiamini hawa wachezaji wanakuwa lulu na wanakuwa ni faida kwako, na wanakuwa wana impact kubwa ambayo inaenda kuonekana uwanjani.